Movie yetu inaanza, tunamwona jamaa akiwa anakimbia. Anafika sehemu anakuta milango imefungwa. Hajui atafanya nini, na anayemkimbiza sisi hatumuoni ni nani ambaye anamkimbiza. Ikabidi aendelee kukimbia kupitia njia za chini. Ilikuwa ni subway ambapo chini kulikuwa kuna barabara za treni. Kwa hiyo akawa anaendelea kukimbia. Anayemkimbiza hajulikani nani. Akafika sehemu akakuta kuna mlango umefungwa. Akasema okay, njia pekee hapa ni kuvunja mlango. Akachukua chuma la fire extinguisher, ikabidi avunje mlango. Alipoweza kuvunja mlango, ikabidi aingie ndani na kufunga na kuloki baadhi ya madirisha. Lakini sasa sehemu alipoingia ukawa kuna makabati mengi ambayo yana vioo. Kwa hiyo sura yake ikawa inaonekana katika kila kioo kilichomo ndani ya kabati hilo. Sasa basi hili jengo lilikuwa ni kama lina miujiza fulani hivi. Kwa hiyo vile vioo ambavyo viko ndani vikaanza kumletea mawenge. Mbele yake ukawa kuna kioo kikaanza kupasuka chenyewe. Ikabidi aanze kulia. Hii ni nini? Kwa nini kioo kinapasuka? Ikabidi aanze kukifuta kile kioo ili mradi aone kama inaweza zile alama za kupasuka zinaweza kutoka, lakini wapi, ikashindikana. Ghafla kipindi anafuta kuna kioo kikameguka katika kile kioo. Sasa alichukua na kifanya yeye ni kuinama na kuanza kushika kile kioo, lakini kipindi anainama ile image yake kwenye kioo ikawa imesimama kama ilivyo, ikawa ni maajabu. Akasema hii ni kitu gani? Mbona sielewi? Lakini sasa ile image kwenye kioo ikawa imechukua kile kipande cha kioo na kuanza kujikata shingoni. Sasa pindi image inavyojikata ndipo huyu mtu ambaye wa ukweli naye anavyojikata na kuanza kujitenganisha kati ya kiwiliwili na kichwa.